burudani na kula kipi muhimu jamani? Naambia jambo lifanyike, lifanikishe. Ni tarehe ngapi? Tarehe 20 mwezi wa 5. Itakuwa tarehe 20 mwezi wa 5 mpaka tarehe 24. Ndani ya siku 5 tutafanya hilo jukwaa, litakuwa linaendelea pale. The Expo, Tanzania Health and Insurance Expo. Kikubwa kilichonileta hapa ni kwa ajili ya masuala ya The Expo. Sisi tuna TV yetu inaitwa The Expo. The Expo ni TV ambayo imetokana na jukwaa linaloitwa The Expo Tanzania Insurance Expo. Yes, ni jukwaa ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwakutanisha wadau wa bima pamoja na afya, wakiwa na nia ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na bima inafanyaje kazi, lakini pia kuwaambia wananchi kwamba bila bima hawawezi kuwa na maisha, kwa sababu hapo baadaye kila Mtanzania atatakiwa kuwa na bima ili aweze kutibiwa. Kwa hiyo ndo jukwaa letu linaitwa The Expo, na litafanyika viwanja vya Posta kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 25. Mwenyezi Mungu akijalia mwezi wa 5. Sasa hicho ndo kikubwa ambacho kimenifanya nikufate hapa kuongea na wewe kama kioo cha jamii. Ukiulizwa kuhusiana na masuala ya bima, ni nini unafahamu kuhusiana na bima? Bima. Mimi kwanza niseme mwongo, mimi sijui nini maana bima. Labda madam unieleweshe. Bima kwanza, bima neno bima kama bima ni kirefu au nini? BIMA kirefu. Natamani kujua. Sio mimi tu. Watu wengi hatufahamu kuhusu bima. Neno bima nasikia insurance kwa Kiingereza. Lakini natamani kujua bima ni nini. Hivi nikuuliza maana bima ni nini, unaweza kuniambia bima ni nini? Sasa hapo kwenye bima usitafsiri neno, isipokuwa bima ni mpango wa uwekezaji wa pesa kwa ajili ya maafa ya baadaye, au kwa ajili unaumwa una pesa. Ni kama ambavyo unajiwekea kidogo kidogo kwenye kampuni fulani. Siwezi kusema NHIF, siwezi kusema YEYALA, lakini kwa ajili ya bima. Kwa mfano wewe na kuona una gari hapo. Gari yako obviously itakuwa ina bima. Bima ya moto, bima ya maafa, yote yanaweza kutokea, lakini una nyumba, unaweza kuwa ukaunguliwa. Ndo asasi swala la bima liko hivyo, kwamba unajiwekeza hela yako kidogo kidogo, na bima inakuwa ni tofauti na michezo, ni tofauti na, kwa sababu bima haikuokoi wewe tu. Hela yako unaoweka wewe leo, kesho inaenda kumuokoa na mtu mwingine. Hawana kusema kwa sababu wewe umeweka 5000 utatumia 5000 tu. Unaweza ukaweka leo shilingi 5000 lakini ukaja ukatibiwa kwa shilingi milioni 1, inategemea unaumwa nini. Hiyo ndo swala la bima. Yeah. Ni kama kuwekeza fedha kidogo kidogo kwa ajili ya majanga, ikitokea umepata majanga mbeleni. Kwa hiyo kuna bima sio za afya, bima sio ya chombo cha moto, bima ya nyumba, bima ya watoto na kadhalika. Wewe mpaka hapo umeshaelewa bima ni nini? Umeshaelewa bima ni nini. Sasa tuna jukwaa letu. Wewe kama kioo cha jamii, watu wanakuangalia, unadhani ili jukwaa litakuja kuwasaidia nyinyi ambao hamna uelewa? Of course. Ni inaitwa Expo msema. The Expo. Maana jukwaa ni kama seminar kutoa elimu kuhusu bima. Si ndio hivyo? Ni kama seminar, lakini pia sio seminar tu. Maana seminar ni kuwaweka tu watu na ukawapa elimu darasani, lakini pale kutakuwa kuna watu wa huduma wanaokata bima, lakini watu wa huduma wa afya, kwa maana kutakuwa kuna upimaji wa magonjwa, yale magonjwa ambayo hayaambukizi kama pressure, sukari. Lakini pia unaweza kuwa una jambo kwa kutana na daktari bingwa pale, ukamuelezea, akakuelekeza iza uende hospitali fulani au upewe vipimo ambavyo vitakuwepo pale, vipimo vya awali. Kwa hiyo siwezi kuiita ni seminar tu, isipokuwa kutakuwa kuna kuwaelimisha watu kwamba bima unatakiwa uikate kwa sababu hivi na hivi na hivi. Ni jukwaa la faida. Ni nzuri, hiyo ni nzuri. Hiyo ni nzuri, maana yake kama ni hivyo basi waanzilishi, sijajua ni wakina nani wa Expo, wanaelewa, wanatuthamini sisi wananchi, wanatuthamini wananchi wake, wanatuthamini raia, kwa sababu hakuna mjuaji. Kila siku ili ufanikiwe lazima uwe mwanafunzi kila siku. Ukiwa mwalimu utashindwa kuvijua ambavyo unatakiwa ufahamu. So mimi natamani watu wajitokeze siku hiyo. Inshallah mimi nikipata nafasi pia nitakuja, nitakuwepo, utakujifunza zaidi. Kwa sababu ni jukwaa zuri, maana yake ni jukwaa vizuri, ni fursa nzuri ya kutaka kuvifahamu sio kuvifahamu. So inshallah naomba jambo lifanyike, lifanikishe. Ni tarehe ngapi? Tarehe 20 mwezi wa 5. Itakuwa tarehe 20 mwezi wa 5 mpaka tarehe 24. Ndani ya siku 5 tutafanya hilo jukwaa, litakuwa linaendelea pale. Kwa hiyo kutakuwa labda masuala ya kula kunywa. Kula kunywa nadhani mtajihudumia, lakini pale kuna mambo ya burudani.
burudani na kula kipi muhimu jamani? Kula kutakuwepo, kuna kula kupo, lakini pale kwenye kula mimi nisiwe mzungumzaji sana, naamini kabisa mtakuwa mnajinunulia, kwa sababu nikisema kuna kula watu, kuna wengine wanakuja kwa ajili ya kula tu, si unajua, alafu wakafika pale wakakuta hamna chakula, ataniona mimi ni uongo. Isipokuwa kutakuwa kuna nitakuwepo, lakini pia kutakuwa chakula kupitia wewe. Sawa, lakini kutakuwa kuna mabanda yatakuwa yanauza chakula na vinywaji na kila kitu. Sasa lakini kikubwa pia kutakuwa kuna burudani mbalimbali. Nimesikia wewe unacheza ngumi. Naamini kabisa watu wa ngumi watakuja kukutafuta kwa ajili ya kuwepo pale. Sijui unalizungumziaje hilo? Sawa, inshallah mimi nafanya ngumi. Sichezi ngumi, nafanya. Sasa mimi kama nilivyokuambia awali, napenda kujaribu kitu. So ngumi nimeona ni mchezo, fursa mzuri, lakini pia kuna kitu ndani kinaniambia unaweza kufanya, na nafanya. Na juzi kati ndio kupigana bado nimevunjika mpaka mkono. Pole. Kwa ni mihangaiko. So ipata nafasi ya kuitwa nitakuja kufanya. Sababu mimi sometimes naimba, sometimes nachekesha, sometimes napigana, nafanya vitu vingi. Kwa hiyo kutoka kuna burudani pale, uwezi jua, naweza nikaja kwa burudani ya aina yoyote. Kitokea fursa ya ngumi basi nitakuja pia. The Expo, Tanzania Health and Insurance Expo.